Clouds TV, empowering lives. So what is spiritual awakening? Ni nini tunayoita spiritual awakening? Nataka leo niwafundishe pole pole. Leo I want to teach. I don't want to preach. Nataka niwafundishe tu pole pole baka tuweze kuingia katika kitabu cha Watume ni Acts. Sasa Daudi mwenyewe alitimiza matakwa ya Mungu wakati wake. Daudi mwenyewe alitimiza matakwa ya Mungu wakati wake, kisha akafa na kuzikwa karibu na wazee wake, na mwili wake ukaoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazungumzia kuhusu ufufuo. Tunazungumzia kuhusu ufufuo wa kiroho. Yaani ya kwamba lazima kitu kilicho ndani yako kife ndio kitu kipya kiweze kujengwa. Na katika nchi ya Kenya tumeona kumekuwa na ufufuo. Kuna many things that are happening in the country because there is awakening. Kuna reawakening of the Spirit of God. Ndio na kuna misisumuko, hata maisha imebadilika, watoto wamebadilika, wazee wamebadilika, nchi imebadilika, maongozo yote ya nchi yamebadilika because there is a new thing that is happening in Kenya. Kuna kitu kipya ambacho kinafanyika Kenya. Na hicho kitu kipya ndio nataka tukizungumzie. Hakiwezi kuingia Kenya kabla wewe mwenyewe kuna kitu kipya kimefanyika kwako. Lazima pia na wewe ugeuzwe ndio uweze kupatana na kitu ambacho Mungu anataka kufanya katika nchi yenu, na kitu ambacho Mungu anataka kufanya kwenye dunia hii. Lazima kuna kitu kitabadilika kwenye maisha yako, kwenye fikira zako, kwenye maono yako, kwenye spirit yako, so that you can be made conform with what God has a plan in for us. And this is what I am speaking about. Tufuatie kitabu cha 1 Samuel 16 1 to 12. 1 Samuel 16 1 to 12. 1 Samuel 16 from verse 1 to 12. Yes. Mwenyezi Mungu akamwambia Samueli. Nao tunazungumzia kuhusu wewe kufunguliwa na maisha yako kwanza. Na maisha yako kwanza kufanyika jinsi Mungu anavyotaka, because we must align ourselves to the systems of God. We must align. Lazima tuingiane na miongozo na mipango ya Mungu, ndio mpango wa Mungu ukubalike kufika. Kabla mpango wa Mungu uingie, tunatayarishwa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unasikia lugha zimebadilika, mipango imebadilika, maisha imebadilika, kwa sababu Mungu anatuweka kwenye mipango ya kwake. Mungu anatuweka kwenye jinsi anavyotaka. Mwenyezi Mungu akamwambia Samueli, utamhubiria Sauli mpaka lini? Okolerera Saulo ginyari. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimuuliza, ni mpaka lini utaendelea kulia? Ni mpaka lini utaendelea kung'ang'ana? Ni mpaka lini utaendelea kuteseka? Ni mpaka lini utaendelea kumtafuta huyu Mungu? Na alifika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unajua kuwa mimi nimemkataa. Why are you still crying? Na mimi nimekataa huyo Sauli unamulilia. So God is awakening David. Analete David kwenye kuelewa ya kwamba huyo ambaye unajaribu kumtetea hayuko tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu ambavyo vinakaa kwenye mili yetu. Kuna mipango inayofanyika kwetu na ishaondoka, lakini bado tumeendelea kuishikilia. Kuna dini ambayo tunaendelea kuishikilia. Kuna tabia ambazo tumeendelea kuzishikilia, lakini Mungu anasema ashaziondoa. They are no longer in control. They are no longer in power. The systems ambazo unaendelea kung'ang'ania dini yako, unaendelea kung'ang'ania kanisa lako, unaendelea kung'ang'ania ndoa yako, unaendelea kung'ang'ania kabiashara kako, kumbe Mungu ashaondoka. Na ndio akamuuliza Daudi, utamulilia mpaka lini? Samueli akasema, nitawezaje kwenda kama Sauli akisikia habari hizo? Tupatie verse 1 kwa hatujamalizana na verse 1. Yes. Mwenyezi Mungu akamwambia Samueli, utamulilia Sauli mpaka lini? Wewe unajua kuwa mimi nimemkataa kuwa mfalme juu ya Israeli.
Sasa jaza upembe. Halo, jaza upembe wako mafuta, uondoke. Nitakutuma kwa nyumba ya Yese wa mji wa Bethlehemu, maana nimejipatia mfalme miongoni mwa wana wake. Nimejipatia. It is not ati nimeletewa na wazee, nikaletewa kijana wa Jesse. Mimi mwenyewe nimejichagulia a man, a child in that family who will take over. I have selected. So this is not a human selection. This is a godly selection. A godly selection is untouchable. Sema untouchable. You cannot touch them because they are not ordinary people. Hello. David ndiye alifanya Samueli azaliwe. When you are in the spiritual awakening, when there is a spiritual awakening, wakati kuna ufufuo wa kitu ambacho ni cha kiroho, kuna kuanga na mipango ya Mungu. Kila kitu kinaenda kwenye mpango. Everything happens in the systems. Wakati Hana alikuwa anaomba, alikuwa anatafuta mtoto, alikuwa anaomba akiambia Mungu nataka mtoto. Kumbe Mungu hakuwa anahitaji mtoto wa kawaida, alikuwa anataka nabii kwa sababu ya Daudi. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaofaa kusimama na wewe walizaliwa pamoja na wewe, walizaliwa wakati ulikuja. Maana kuna watu walitengenezwa kwa sababu yako, kuna watu walitayarishwa kwa mipango yako, kuna watu waliwekwa, kuna vitu vilitengenezwa kwa sababu ya wakati wako, na lazima wakati wako ukifika vitu zile zitasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama Hana alikuwa naomba, anaambia Mungu nataka mtoto. Kwa wale ambao wanaomba mtoto sasa, ambia Mungu si mtoto unataka nabii ndio mrudishe kwenye madhabahu. Mungu anasikianga lugha ya madhabahu. Maana hiyo mayai yako imekataa kufertilize because it is not carrying an ordinary baby. It is carrying a king. It is carrying a prophet. It is carrying somebody special. Na kwa hivyo until you are able to uncode, until you are able to press the right button, ndio huyu mtoto atakuja. Hana alikuwa na mayai ya kuleta mtoto, lakini si mtoto wa kawaida. Alikuwa amebeba mayai ya nabii. Maana huyu nabii ndiye alikuwa abebe upembe akamwagilie mfalme mafuta. Hallelujah. Everything works systematically. Kila kitu kinafanyikanga kwenye mipango yake. Wakati Hana anang'ang'ana kuzaa mtoto, naye Daudi Jesse kule anang'ang'ana kuzaa mtoto, kwa sababu hao watoto wawili ndio watakuja kuchange dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wawili, Daudi atachange kivyake, naye Samueli atachange kivyake. Daudi akiendelea kukua, naye Samueli anaendelea kukua. Daudi akiendelea kukua, naye Samueli anaendelea kukua. Both of them walikuja in a difficult circumstance. Bwana Yesu asifiwe sana. Jesse aliendelea kukataa Daudi si wake. Maana jinsi Jesse alimpata Daudi ni kama alipata Daudi ambaye si wake. Ama hamjui hivyo? Mamake Daudi alikuwa anafukuzwa. Mzee alikuwa ametosheka. Wewe unajua kwa mimi nimemkataa. Halo? Wewe unajua mimi nimefanya nini? Nimemkataa. Kwa hivyo kuna mtu alikuwa mfalme akikubaliwa na Mungu. Sauli alikuwa anakubaliwa na Mungu. He was a king anointed by God. But when it reached time for him to expire, God rejected him. Hello. For you to expire, God has to reject you. Even if they cry for you, nothing will work. Even if you try to do anything, hata ukienda kwa media zote dunia mzima, bado utakauka. Takauka kwa. Ningeli ya kukauka ni gani? Kaukau. Ningeli ya kuikui ama ni kwa. Lazima Sauli ataondoka ndio nafasi yako ipatikane. Lazima wataondoka wanaokuzuia, waliokupangia maovu. Lazima wataondoka ndio safari yako ikamilike. Maana kuondoka kwao ni pati ya safari yako. Hivyo usije ukababaisha na watu wakakwambia ati watakuzuia, watafanya nini, watainua madhabahu. Wacha wainue na wajiinue wao wenyewe. But if it is in the process of God, nobody can be able to stop you, because the awakening, the power of God is in you. Wewe unajua kuwa mimi nimemkataa kuwa mfalme juu ya Israeli. Sasa jaza upembe wako mafuta, uondoke, nitakutuma kwa Yese wa mji wa Bethlehemu, maana nimejipatia mfalme
miongoni. So the king did not come from nowhere. He came from amongst them. Wewe mwenyewe utaenda kubarikiwa in the midst of them. Katika hiyo hali uko nayo, in the midst of them, katika hali hiyo hiyo, Mungu atakukumbuka, Mungu atakukubali, Mungu atakusaidia, Mungu atakuinua. In the hali, katika hiyo hali, katika umaskini wako Mungu atakuinua, katika kudharauliwa kwako Mungu atakuinua, katika kuchukiwa kwako Mungu atakuinua. Wewe katika hiyo hali, wewe utainuliwa. Watawachwa waliosoma, walio na madigrii, walio na maprofesa, watawachwa nje. Wewe utaingia, utaangaliwa kitu ambacho watu watatafuta kwako hawatakiona. Watajaribu kujiuliza neke yato mama mushagore, kumbe hakuna. Wanajaribu kutafuta, ni elimu hana, ni akili mingi hana, ni pesa hana, ni mume hana, ni mke hana, kiyanoro ogwo. But I don't know, we cannot understand how they chose him. Because you are not human, you are a seed. Hallelujah. A human being is not a seed, but a seed is a human being. Samueli akasema, sikiliza sasa, Mungu ni mjanja na anakuanga na ukora wake. Mungu si kama wewe. Mungu anakuanga na ujanja. Alimwambia Daudi, alimwambia nani? Alimwambia Sauli. Akasema nitawezaje kwenda huko? Anaenda amenya mudo shuria muru. Kama Sauli akisikia habari hiyo, gai Sauli ageigwa ri guguthia atia, muthuri wakwa ageigwa ri guguthia atia, mke wangu akasikia, kutakuaje? Hapa ndio inatakanga unasimama na Mungu na unasema, hii nitafanya, wapende wasipende, nitakaa, wapende wasipende, nitaenda, wapende wasipende, sijalishwi na nini wanasota. Chochote wanachokipanga hakiwezi kupangika. Mipango ambao wanapanga kunihusu haiwezi, maana niko na Mungu. Kama Sauli akisikia, si sataniwa. Mwenyezi Mungu akamwambia, sasa angalia Mungu venye yako mkora. Mwenyezi Mungu akamwambia, chukua ndama pamoja nawe, na ukifika huko useme, nimekuja kumtolea Mwenyezi Mungu tabiko. Mwalike Yese. Unaona mpango ya Mungu. Mungu anakuwa na mpango. Tia wikara gorogwa ate ngati ni hahithirio no ekerirwo hehoda. Kama Mungu kira mukora ta Ngai. Ngai ni mukora. Na moshori. Alimwambia Joshua, ukifika Ai, peleka watu mbele na wengine kule nyuma. Hao wa mbele wavizie, waende ni kama wanataka kupigana na wao, kisha watoroke. Na wale wako nyuma waingie kwenye mji, wateketeze wote. Ni plani ya Mungu. Ngaitika limutawe. Mwalike Yese kwenye tambiko hiyo, nami nitakuonyesha la kufanya. Utampaka mafuta kwa ajili yangu mtu yule nitakaye kutajia. Halo. Kwa hivyo Mungu anakujua mpaka jina. Wewe ndio mwagilio mafuta, lazima jina lako likuwe kwenye register. Sasa wacha kukimbilia mafuta ambao hauko kwenye jina. Atendera moto akaideda hojitereria maguta mariko. Meha. No. Jirai. Niambie meha. Mwene mafuta. Gainue mwene mafuta. Mungu ndio mwenye mafuta. Ndio nani? Ndio mwenye nini? Ndio mwenye mafuta. Na amemwambia, mimi mwenyewe nikitaja, mimi nitakutajia ni nani. Mimi niko kwela no. Mimi ndio nitakwambia. Kwa hivyo kule juu jina lako limeandikwa. Ukiona kimutu kama hiki kimesimama hapa mbele yako, ni kwa sababu jina liko kule mbinguni. Wewe umejaribu kuandika maregister yako, umenitafuta kwenye register yako, hauwezi kunipata kwenye register yako, lakini kule mbinguni niko kwenye register. Mwambie mwenzako, mimi niko kwenye register ya mbinguni. Ndio kwa maana haunionangi, ndio kwa maana hauonangi uongozi wangu, ndio kwa maana huonangi mafuta yangu, ndio kwa maana huonangi utajiri wangu. Neke otanyonaga tokiandiketo toi hamwe, nikiandiketo mafuku mago kothi. Sijaandikwa mavitabu za hapa duniani, nimeandikwa kitabu cha mbinguni. Maana mimi si wa hapa duniani, mimi ni wa kule mbinguni. Kwa hivyo jina langu halikuandikwa hapa. Jina ya watu wa chini ndio ilipelekewa watu wa chini, lakini juu kitabu cha watu wa juu kiliandikwa watu wa juu. Mweli akafanya kama alivyo. Angalia,
tunafuata maagizo. Hapa leo tunasoma strategic plan. Strategic plan ya spiritual awakening is about listening to God and hearing God. It's about the plan, the architectural plan of God. Maana Daudi hajazaliwa kulingana na mipango ya wazee ama mipango ya mama. Amezaliwa kulingana na mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unamwona Samueli anaendelea kumulilia, maana Samueli ni mtumishi wa Mungu. Anaendelea kulilia Sauli. Mungu anakuja na muuliza, wewe unalilia huyu mtu na nilishaondoka kwake. Ni dadhamire wake. It's about understanding the principles of God. It's about understanding the season ya Mungu. Ishaondoka, kama season imeshaondoka, ishaondoka. Ndani ya season siwezi nikaparara. Hakuna kitu changu kitaondoka. Hakuna kitu changu wataiba. Maana niko ndani ya season. Na season wakati ndio huu. Wakati wangu wa kubarikiwa ndio huu. Wakati wangu wa kuinuliwa ndio huu. Wakati wangu wa kubadilishiwa ndio huu. Wakati wangu wa kufanyika ndio huu. Yes. Wazee wa mji wakatoka kumulaki wakiwa wanatetemeka. Wakamuuliza, je, kwa sababu walikuwa najua mahali Samueli ameonekana lazima watu watetemeke. Don't go looking for the miracle, look for your God. Understand the processes of God. Understand the season, understand the time, and you will be comfortable. Utakaa chini uendelee na shughuli zako, maana hauna kitu cha kubabaisha, maana unajua huyo Mungu aliyekuweka atakamilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Mungu aliyekuahidi atakamilisha. Huyo Mungu aliyopanga atakamilisha. Huyo Mungu aliyeanzisha atakamilisha, maana yeye ni mwanzo na yeye ni mwisho. Hello. Walipofika na Samueli alipomwona Eliabu, alijisemea moyoni mwake. Unaona mpaka nabii amechanganyikiwa. Watu watachanganyikiwa maana hawataelewa the plan of God in you. Only God understands it. That is why you look irrelevant to people but relevant to God. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why they see, and when they look at you, they see like you are not going anywhere, but God has a plan for you. You are going somewhere. Then he says, alijisemea moyoni mwake, hakika mpakwa mafuta wa Mwenyezi Mungu ndiye huyo aliye mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni kijana. Lakini Mwenyezi Mungu alimwambia usiangalie sura yake na urefu wake, kimo chake. Unaona ni tall, dark and handsome. Maana aliangalia utoro, akaona kila kitu na kimo chake. Ni kimundu gikarite wega fiu kinyoroku. Mimi nimemkataa, kwani siangalii mambo kama wanavyoangalia binadamu wenye kufa. Binadamu huangalia uzuri wa nje, lakini mimi naangalia uzuri wa moyoni. Hallelujah. God is after the heart of somebody. God is after who you are in your heart, not after your face. Your physicality has nothing to do with God. Utio didoki haka maguta. Tio didoki haka nyamu cia red goko na cia blue goko na cia yellow na goko kongi. Yes, relax. Kaa venye Mungu alikutengeneza. Maana tiko Ngai ararora ati ukaa kanitha wejibodoete. Achana na kujibodoa. Kaa gumu kama waroige. Ngende haka maguta matajiri. Yeah? Aremis. Emeta kwa Aremis. Ogwe ntwekera thikemwe. Yes. Urono Black Beauty. Nikwe haka Aremi. Tara mundu wothe wejibodo eta guku konani ena kasoro hanini. Eh? Mimi sijasema umejipaka. Asa anasema ni matigire, ni damuria. Niko meuvuraga. Yes. Twende 8 twende tukimaliza. Masaa imeenda sana. Kisha Yese akamuita Abinadab na kumleta mbele ya Samueli. Lakini Samueli akasema, wala huyu hakuchaguliwa na Mwenyezi Mungu. 9. Yese akamleta Sham. Samueli akasema, wala huyu hakuchaguliwa na Mwenyezi Mungu. 10. Yese aliwapitisha wana wote 7 mbele ya Samueli, lakini Samueli akamwambia, Mwenyezi Mungu hajamchagua yeyote kati ya hawa. Sikiliza statement ya kwanza. Yese, ngoja kidogo mami. Yese aliwapitisha wanawe wote. Aliwapitisha nini? Wacha ondoa 7. Ondoa 7. Wanawe wote. Siana yake siode. Hello.
ahitukirie ciana ciake ciothe. Uguo ndari na mwana ungi, tondu mwana wa Ngai, mundu wa Ngai ti wa andu. Hello, mundu wa Ngai ti wa andu na ti wa mundu. Lazima baba mwenyewe angedhibitisha, I do not own this baby. This baby belongs to God. Haya, tuendelee basi tuangalie. Imekuwa tamu kabisa. Halafu akamwambia, je, wanao wote wako hapa? Yes, akamjibu, bado yuko mdogo, lakini amekwenda kuchunga kondoo. Samueli akamwambia mtume mtu amlete, sisi hatutaketi chini, tutigũikara thĩ. Mũthamaki ndaikaragĩrwo thĩ nginya mũthamaki akinye. Hatutaketi chini. Waambie maadui zako, hatuketi chini mpaka ufalme wa Mungu usimame, mpaka tushinde, mpaka tufaulu. Hatutakaa chini, tutigũikara thĩ, tutigũikara thĩ. No nginya tung'ang'ane, turugame nginya ũthamaki wĩhande. Hatukai. Mwambie hawa wachawi, hatukai chini, tutigũikara thĩ. Lazima ukataliwe ndio upokelewe na Mungu. Don't worry about what's happening around you. No ginya ogeregwo. Lazima wakukatae, maana wewe si wao, wewe ni kitu cha Mungu. Akasema kuna kitu kingine, akasema kuna kitu kingine. Kumbe bingu inajua kuna kitu kingine. Wao wanajua wamefika mwisho, lakini bingu inajua kuna kitu kingine. Kwena kanyamukage kaharĩrĩirio, kwena kaheka gakureithia. Tupatie hiyo basi, gakureithio. Yani kakijana kuchunga makondoo na ng'ombe, lakini amekwenda kuchunga kondoo. Samueli akamwambia mtume mtu amulete. Basi namba 12, mtume, mwambie mwenzako mtume mtu amulete. Yani niogotomaniro. Yani anasema hivi, niogotomaniro. When time has come, watakutumania na ni Mungu atatoa agizo, utaenda kuchukuliwa kule huko, maana time imefika ya kubarikiwa, time imefika ya kubadilikiwa. Hivyo Yesu alimtuma mtu, naye akalete. Yule kijana alikuwa mwenye afya, mwenye macho maangavu. Kai Jehova la masenderere boshaya. Yani mwenye macho maangavu. Yani alikuwa ana lidhoreho, lione kaogolu tagio gukona mundu othe ni ekago. Hallelujah. Hiki mundu wewe gari kameni. Mwenye macho maangavu na wakupendeza. Mwenyezi Mungu akamwambia Samueli, sasa huyu ndiye, inuka mpake mafuta. Sasa ndio huyo, nataka nikwambie, ndio huyo sasa. Mafuta ndio hiyo imemwagika, ndio walikuwa wamekufungia nje, walikukataa, wakasema mama yako ni msherati, wakasema wewe ni mtoto wa msherati, wakakupeleke uchungage ng'ombe. Lakini wakati namba yako ilichomoka, Mungu akatumana kijana akiwa mbali, macho ilimulika kama ya simba. Nataka nikwambie, wewe si mtu wa kawaida, ndio kwa maana macho yako inamulikanga kama simba, na ikimulika baba, ngojea watu wakutolea ushuhuda. Mungu mwenyewe atasema ndio huyo. Wewe kwa watu haukuwa unapatikana, lakini Mungu atatangaza wewe. Mungu ndiye atakutangaza. Mungu ndiye atakutangaza. Wachana na binadamu, wachana na hao wengine wanaosema. Mungu mwenyewe ndiye atakutangaza. Mungu mwenyewe kaiwe mwenyewe ndiye atakutangaza. Atasema ndio huyo. Samueli akachukua upembe, akaweka mwenyewe mafuta, akamiminia Daudi mafuta mbele ya kaka zake. Hao ndio kiko wapi? Kiko hapo. Mtu atamiminiwa mafuta, watu wakiangalia mafuta ikimiminiwa, akamiminiwa mafuta, akainuliwa, akakuwa mfalme, akamiminiwa mbele ya kaka zake, mbele ya hao wanajua wao wako na mipango, watawekwa kando, watajiangalilia mtu akimwagiliwa.
Roho ya Mungu akamjia Daudi kwa nguvu, ikakaa tangu siku hiyo na kuendelea. Kisha Samueli akarudi mjini Rama. Tuendelee 14. Baadaye roho ya Mwenyezi Mungu ilimwacha Sauli na roho mwovu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ikamsumbua. Look, rasta, kile kugiana niki na gainia kumshughulikia. Roho wa Mungu akaondoka akaenda kukaa kwa Daudi, naye roho mwovu akaondoka akaenda kukaa kwa Sauli. Mutabadilishanwa, wewe watanyang'anywa, utapokeshwa, utanyang'anywa, utapatiwa. Roho nikiona ruma kiambata ile maine kurwa na hivi. Ndipo watumishi wake Sauli wakamwambia, tunajua kwamba roho mwovu kutoka kwa Mungu anakusumbua. Bethel Clouds TV, empowering lives.